Hi guys, I'm Vanilla. Okay, leo nimesikia tu nitengeneze video nikiwashukuru sana wenye walinipigia simu, wenye walinipea advice, wenye wananiambia niendelee, wenye wananiombea juu nimepata marafiki, yani nimepata watu wengi sana wananipigia simu sana. Watu wengi, yani watu ni wengi kabisa. Aki leo nakuja tu kusema asanti. Kwa maana mmenionyesha upendo yenye mimi sijaiona. Upendo yenye familia yangu ijainipa. Yani nasikia sijui niseme nini, but I'm so happy. Hata wenye wamenisupport. Wenye wamenisupport na video zao. I say thank you. Juu mimi sikuitisha mtu. Si kupigia mtu nimwambie nataka nisaidie, lakini watu tu wamejitokezea, watu wamenisupport, watu wananiombea. I say thank you by the way. So by the way leo akini mimi ni mtu mwenye anaweza sema nimepata familia yenye inanipenda. Aki asante sana my family, my YouTube channel, my family wa online. Nakuja tu kusema asanti. Kwa maana asipokuwa ni nyinyi by the way, mimi singefika mahali nimefika. Leo nakuja tu kusema ni asanti. Hata wenye wanawatchingi tu video zangu, mnanipeanga hiyo courage. Wenye wanachukuanga mpaka time yao kunisikiza. By the way, mimi sichukuangi hiyo kitu, sishiki hiyo kitu ikiwa ya kawaida. So ndio ninakuja leo kusema asanti kwa yale yani mmenionyesha upendo. Na asante hata wenye wamenipea advice. Nimepata advice kutoka from another country yenye hata sio watu wenye sio wako Kenya. Nasema asante sana. Na by the way, acha ni address hii kitu. By the way, ukiona niko na makosa usiwe niogopa. By the way, mimi natakanga kuambiwa ndio ninjue. Ndio hata mtoto anjiwangi kitu anaambiangu afanya hivi usifanye hivi. So anagrow akinjua. Kama unajua anything na mimi sijui ama nafanya kitu na sio mzuri, tafadhali tu niambie. Na ukiniaddress na njia ya nini, na mimi nitakusikiza na nitajaribu kurekebisha. So leo nasikia kusema asante. Nataka tuongelee about kuna one of the fan alinipigia simu akaniambia kuna ako nje ya Kenya, lakini anaambiwa ati bibi yake anatokanga nje tangu aende Kenya. Okay, mimi nataka mniambie guys kama nilimuadvise vizuri ama nilimuadvise vibaya. Nataka kusema hivi, kama wewe uko nje ya Kenya na unashika tusimu unaambiwa bibi yako sijui bibi yako anafanya, bibi yako sijui ilipanda ilishuka. Listen to me. By the way, this is okay, hata kama sikusoma sana, lakini nitawapea advice yani kuringana na mimi vile ile station nimepitia. By the way, nimepitia station andi sana, lakini nashukuru Mungu kwa maana maybe nilikuwa napitia hii ndio siku hii ya leo naweza kuja hapa online niwapee advice. Hata kama sikusoma sana. Mukikuyu alisema mukuruda rumago no gutumwo ni atumagwa. Mnaweza kuwa mimi ni mdogo sana, lakini ile kitu niko nayo kidogo inaweza kukusaidia. Kama wewe ni uko married, ukioa bibi yako kuna ile mambo mliongea na mkasikizana kwa mboma na mkasema it is you and your family. Unaona? Ile kitu mkasema sasa hapa ni mimi na familia yangu. Kitu ya kwanza kama huyu jamaa alinipigia simu akaniambia Vanilla nifanye nini? Juu mimi niko nje ya Kenya, lakini naambiwa bibi yangu anatafuta wanaume wengine analala na wao. Kitu ya kwanza nitaandress hii kitu and I'm sorry kusema hivyo. Mwanadamu ni mwanadamu. Juu mtu anakula, anakunywa. Lakini sisemi ati wewe bibi umeachwa Kenya ama wewe bibi umeenda nje uanze wenda kutafuta wanaume. Hapana. Lakini kitu moja naweza sema, juu najua watu wengi wananiwatch na address hii kitu si ati njoo huyo peke yake aliniambia hivyo, lakini nataka kuaddress hii kitu inaweza saidia mtu pale.
unaweza kuwa watu wanakupigia simu, wanaona bibi yako vile mnaendelea vizuri. That is the one point ya kwanza. Inaweza kuwa wanaona bibi yako vile mnaendelea vizuri na bibi yako. Watu wa wivu wako. Roho ya Kaini bado iko. Nikirudi kwa Biblia, ukikumbuka mtu alikuwa anaitwa Kain na brother Habel. Kain alikuwa wote walikuwa wanatoa dhabihu. Lakini dhabihu ya Kain haikuwa inakubalika mbele ya God. Sababu alikuwa anaenda anatoa zile vitu mbaya anaenda kutolea God. Lakini mtu alikuwa anaitwa Habel alikuwa anatoa zile vitu mzuri. Turudi kwa story ya huyu jamaa. Maybe watu wanaona watu wanaendelea. Unjui ile roho ya Kain bado yuko inasunguka. Wanaona inakuja inawaingia, inaambia huyu mtu sasa, huyu mzee mwenye ako nje, kwa sasa hivi ile economy ya Kenya vile iko, acha tuandresi hiki kitu ukweli. Vile economy ya Kenya iko. Ati uko na mtu wako ako nje, anakusaidia ama anawasaidia. Nakwambia kila kitu wanaweza haribu ndio msisaidike. Njia hii roho ya Kain bado iko. Lakini Kain angenjua, angeenda kwa brother yake, aende amuulize ni nini anafanyanga mzuri ndio nini yake sadaka yake iweze kukumbarika. Lakini njua alikuwa na roho ya wivu ndio akaua brother yake. Unajua tunaweza kuwa tunaua na face atuani face kare, lakini kwa moyo ndio tunaua roho mingi zimekufa. Ndio nikaambia huyu jamaa, kitu ya kwanza, kama unaamini bibi yako, hata uambiwe nini, if you trust your wife ama your husband, kuna vitu wenye hata ukiambiwa sisi tusinatoka tu. Sababu ni nini? Wakati wewe uliamua kuoa na wakati uliamua kuoa huyu bibi, ilikuwa ni nini? Mulisema tutakaa pamoja, for better for worse. Lakini hii mambo inakuja kuingilia katikati ya kuambiwa bibi yako anatoka nje. If you are there, kama wewe mmoja huyu jamaa anaambiwa, mimi by the way nilimwadvise aje, angonje mpaka ile siku atamushika. Unajua kuna ile story yenye tutakuwa tukipiga enyewe nimemshika. Lakini ya kuambiwa huwezi jua ni uongo ama ni ukweli. Ama ni aje guys? Sasa mimi niliambia huyu jamaa asikuwe na ile, unajua sasa akianza kukua na mawazo, hata kazi hataweza kufanya. Maybe hata anaweza kaa nini akikaa kifikiria, siku hizi kuna magonjwa mingi sana. Anaweza kojeka pressure, agojeke sukari. Unaona? Ni juu ya kunini kufikiria. Lakini kama una trust your wife, if you trust your husband, kuna vitu zingine zitakuanga zinaingilia hapa, zinatokelezea hapa. Nasemanga ndoa is not easy. Ndoa sio rahisi. Kabisa sio rahisi. Ni kuvumilia. Inakuanga yani ni kupanda kushuka. Tuongee ukweli. Kupanda kushuka. Lakini kwa haya yote, God anatupeanga tu neema ya kuvumilia. Mpaka to my story now, nimemalizana na hiyo jamaa. Ndio sasa nionyeshe huyu jamaa, maybe hata marafiki ni wambaya na rafiki ni wazuri. Mimi my first marriage yenye nilikuwa baba mtoto, na nisaisema hii kitu mara mingi sana. But wenye a new viewers, wacha niongee hii kitu. Ulani na mimi. Siwezi taka uende ulani na wewe. Laningi na my story. This is a true story. Nilikuwa nimeoleka. But nilikuwa nimeoleka nikiwa mdogo. Na siwezi advise msana mwenye ako hapo aende try maisha akiwa mdogo. But mimi ni ile shida ilikuwa imenisukuma. Ndio kwetu tumelewa na shida. Sisi tumelewa ile kustruggle. Mimi nimestruggle nikiwa mtoto. Mimi nilianza kujinunulia nguo tukiwa na sistangu mkubwa, tukiwa class 4. We starting to buy our new clothes tukiwa class 4. I remember nikiwa class 4 nilinunua bagi ya Dazo. Hiyo siku, hiyo at time asikuwa bei kali. But nilikangana nikaenda nikanunua. But kwa hayo yote Mungu hakutuacha.
Na ndio nasemanga saa hii nashukuru Mungu kwa maana hayo yote nilipitia. Naweza pata mtu ako na shida, nimwambie ushinda unaweza itoka. Sijajiweza sana, lakini mahali nimefika, mimi nasemanga ni God. Sasa wakati nilipooleka, nikakuwa nimeoleka, unaona ile uko ushago ile andani kabisa. By the way, tukienda tulienda usiku, ilikuanga ni kuambiwa alikuwa na kabaiskeli. Ni milima mabonde. Yaani kuna mahali unafika unaambiwa shuka, tutembee mguu. Utembee mguu na mimi nisukume baiskeli. Sababu hakuna barabara. But I think by the way, maybe walitengeneza juu nilitoka huko 10 years ago. Lakini wakati nilipoenda pale, kama mimi ya shida yenye nimejua shida ni nini, nilianza kulima, kustruggle. Nikapata one of my friend. Huyu mwanamke alikuwa single na alikuwa na watoto 3. Mimi hiyo tamu sikuwa na mtoto. Sasa kama ni kulima tunaita, anamuita kwangu, anakuja tunalima, ananiita kwake. Yaani ile kusaidiana, yani kuja kwangu na mimi nitakuja kwako. Ikakuwa hivyo. Na urafiki yetu ikaendelea vizuri sana. Lakini urafiki ndio ilikuja kufanya nilie siku moja. Juu ya nini? Tukikosana na bwanangu, yeye ndiye alikuwa the first person kuambia. Hey, nakuja namwambia, hey, mimi nimefanywa hivi, sijambaiwa chakula, hata sifanyangwi, sijui nini, sifanyangwi hivi. Kumbe wakati namwambia hivyo, mwanamke anasikiza, anajua basi. Unaona hapo sasa? Na ni rafiki yangu wa kiti ya kwanza. Alikuta, sijui aliingiza bwanangu I'm sorry. My ex-husband, sijui alimuingiza box aje. Na ikakuwa hivyo. Sasa, mimi sikuwa najua. By the way, nilikuwa very innocent. Mimi sikuwa najua anything. Sasa siku moja, sasa nikakuwa nimepata mtoto, nile kustruggle. By the way, I struggle nikiwa na huyo mtoto wa huyo mzee, nilistruggle until today sijaipata mtoto mwingine. Ndio ile nilistruggle na huyo mtoto. Nilikuanga naenda kuchota maji usiku, na nile maji ya bowl, ile ya kugonga ya bowl. Nachotea watu maji. Na usisahau mtoto ako kwa mgongo. Nikienda kupiga ile maji juu sitaweza kupiga mtoto akiwa kwa mgongo, na kulikuwa ni kichaka. Watu wa mbele mko wapi? Wenye wa mbele kitambo. Wenye mnajua tulikuanga tunachota maji, yani hii kulikuwa na shida ya maji ya kiangazi, sio kama saa hii. Nasikanga mnanunuanga maji na lori. Naralisha mtoto kwa kichaka, ndio mbali ilikuwa mahali kwa kichaka juu hata manyumba siko mbali, na hakuna mtu anaweza achia huyo mtoto. Juu kama ni babake alikuwa anaenda kukunywa. Yeye hakuwa na shughuli. Ni mimi nijue Kenya kitakuliwa kwa hiyo mboma, Kenya kitakunywa, Kenya atava. Yaani ni kama mimi nilikuwa nimeoma kwa hiyo mboma. Na nijue kile mtoto atakula. Lakini juu ile kustruggle nilikuwa mtoto, yani sikuwa naona ngumu juu nilianza kujitafutia mapema. Sasa wakati nikichotea watu maji, nikaanza kuambia sasa huyu rafiki yangu mpaka mambo ya ndani, hata mambo ya kitandani, kumwambia hata tangu nipate mtoto mimi bwanangu hakuwa ananiguza. Hakuwa analala na mimi nikiendelea hii kitu ni watu waelewe. Kwa miaka 3 good years. Alafu hiyo time mimi hata sisi kuambia huyo my ex husband alikuwa anakaa aje. Juu kama unajua ile utoto nilikuwa nayo, nilikuanga najua marriage ni mtu tu akuje mjifunike mfanya vitu zenu kama umejifunikia bila kuangaliana. Huyo hata mwanamume hata angetoa nguo mbele yangu. Akienda kuoga angetoka hata vile mtu atinaonanga sasa mtu anaweza pita bila, hakuna kitu kama hiyo. Sasa ikafika time mimi nikaambia rafiki yangu kila kitu yenye kinaendelea. Nikakuwa namwambia sandani saa nje zote, akanisoma ina doubt. Kumbe
Mwanamke namwambia ati hata mzee anjarudi na kumbe amelala kwake. Mimi sikuwa najua. Siku moja one of my friend akakuja akaniambia, by the way Vanilla, kuna kitu nataka kukuambia. Na juu sitaki itoke na mdomo yangu, juu ule rafiki yako unamwamini sana. Unajua ushaikuwa na rafiki, by the way mtu mwingine akuja akuambie ati rafiki yako anafanya hivi, unamtetea, hata unaweza chukia huyo mtu mwenye anakuja kukuambia. So ilikuwa hivyo. Sasa mimi akakuja akaniambia, nataka kenye kinakukula kikulacho akiko mbali. Ukisema bwanako sijui anjalala nyumbani, na mwenye unaenda kuambia anjalala anakuanga amelala kwake. Mimi sikuamini guys. Sasa akakuja akaniambia nataka saa hii ufuate kiatu yake juu hiyo time watu walikuwa nyuma sana by this. Okay, siwezi sema walikuwa nyuma, lakini ilikuwa time yao. Walikuwa wanatengeneza viatu hizi za tile. Hii mokaria, hii inaitangwa mikaria ya tile. Alafu kila mtu alikuanga na bana yake. Huku chini kuna vile alikuanga anakata. Sasa unajua mtu akipitia hapo, huyo unajua huyo ni fulani. Tulikuanga hata ukitaka kutafuta mtu hiyo time, ulikuanga ulikuwa na simu. Ulikuanga unatafuta na hiyo kiatu. Akaniambia nataka saa hii, njoo kuna mali nimeona kiatu ya bwanako imepitia, your husband, ex-husband imepitia. Nataka, sorry, hiyo time alikuwa mzee. Akaniambia sasa bwana yako mali imepitia, nataka ufuate mpaka mali imeenda. Na mimi siku star. Nikatoka, nikachukua katoto kangu nikaweka mgongo. Ndio huyo, na ni mbali, si karibu. Ni mahali unaenda like 40 minutes. Ukitembea na hakuna mahali unasimama. Nikaenda kama nimeifuata. Mahali ilianzia juu aliniambia kuja. Utaiona vizuri sana na utaifuata. Guess ni nini guys? Hiyo nini kiatu ilinipeleka mpaka kwa rafiki yangu. Ule rafiki wangu akitia kwanza. Ule rafiki nakujanga namwambia mzee wangu anjarara kwa mboma. Ule namwambianga bwanangu aniguzangi. Ule nambianga bwanangu anibayangi chakula. Yani mwenye nilikuanga natapikia kila kitu. Kila kitu ako kwake. Lakini makosa yenye wako wamefanya, hawakuwa wanatarajia mtu kama mimi naweza njua ama nitokeleze. Wako wamefunga mlango. Lakini ile kitu nilipata ilifanya nikanjitukia yani ilifanya hiyo time nikanjitukia. Usiona kitu mpaka unajiuliza ni huyu anafanya hivi vitendo ama ni mwingine. Ogopeni marafiki. Mimi nilikuja nikapata mwanamke amekunjwa kama karatasi. Mzee akiwa juu. Huku kazi yake ni kuika tu, ni kumwoni tu. Nikikumbuka 3 years, mimi sijaiguzwa. Huyu mzee tena nifanyia vile anafanya huyu mwanamke. Nikajiuliza kwani huyu ako space aje kunishida. Unajua kuna kitu kingine wanawake by the tunakuanga. Kwanza bwana yako akienda mpate na mtu mwingine, kuna ile unajiulizaka kwani ile kitu iko na huyu mwanamke ni mimi kwani sina ama ni nini? Na wakati nilipowapata, unajua hiyo kitu by the ukipatwa na mtu hivyo pap, kuna kitu yenyewe huwezi endelea. Sijui ni aibu inakuanga ama ni nini. Mimi nikamwambia endeleeni. Awalishindwa kabisa. Hapo ndio niliona uchi ya bwana aliyekuwa bwanangu. Hiyo siku ndio niliona uchi yake. Guys, kama uko hapa, ogopa marafiki. Unaona hata mambo yako kuenda kuambia ati rafiki yako unakuja unamwambia, chunga sana. Usifanywe vile nilifanyiwa. Usifanywe vile nilifanyiwa. But I thank God, hata kama nilipitia yote, I'm very happy mahali niko. I'm so happy mahali niko. Hata kama hatuna vitu ama hata hatuna pesa ile pesa mingi,
lakini kwa amani ya moyo niko nayo, kwa amani ya roho niko nayo. Nataka kusema nini? Wewe kama umeoa, trust your, mimi bedhi najua hata aliyekuwa bwana nilikuwa nimemtrust. Hata mtu angekuja niambie bwana wako anafanya hivi, by the way ningekata. Juu nilikuwa nimemwamini, nilikuwa nimemtrust. But kwa nao Mungu aliona ile machozi nililia, akakuja akanipanguza. Na ndio nasemanga kama wewe uko hapa ni bibi, respect your wife, respect your husband. Na kama we ni mzee uko hapa unanisikiza, respect your wife. Penda wife yako. Wacha kuona hao wengine wako nje ati kama ni wanafanya kukushinda huyo mwenye ako kwa nyumba. Ndio ile machozi mwanamke analianga, by the way niwaambie ukweli wanaume, inafikianga Mungu. Ndio mwanamke amekusalia, imagine amekubebea mimba miezi 9, ameenda kwa reba, ameenda amezaa mtoto, alafu naanza kumuonyesha madharau. It's not fair. Na nyinyi wanawake mwenye wameoreka mnaonanga tu ati wanaume wametoka, mnaanza kuanyahanya. Mimi nasemanga wacha niwaambie kitu moja. Hata ukikaa miaka ngapi with your wife, with your husband, kama hiyo ni mambo ya nini ya sex, ngojea bwanako akuje muenjoy na yeye pamoja. Lakini usiende kupiapiana huko nje, my friend. Kuna magonjwa na kuna rana unaweza njiletea kwa nyumba yako. So kama uko hapo, unajua bwanako enyewe kabisa amejisacrifice. Ameenda kazi nje, akutafutie juu ya familia yako ikae mzuri ama ukae maisha mazuri. Respect that man. Respect that man ama respect that your wife. Njota kuna wanawake wanaendanga nje wanaacha mabwana huku. Tafadhali tulia, hiyo kitu haikuna mahali inaenda. Ayumangi, it is not must. Kuna watu wamekaa miaka na miaka na hakuna mahali hiyo kitu itaenda. Lakini ni vizuri kwa ndoa, tafadhali. Mimi nilisema nataka ndoa sisimame. Yani heshima. Unaona heshima? Ukiheshimu bibi yako na yeye bibi yako akuheshimu, kila kitu itakuwa sawa. Thank you guys for watching my video. I'm Vanilla. Nawapenda sana. Msisahau kusubscribe na kushare na kucomment. Wenye wa kushika namba yangu, wenye wanaweza kuwa na swali yoyote, namba yangu ni 0704 921 581. Nikirudia tena 0704 921 581. Na kama we uko hapo, uko na msana mdogo na amekushinda kabisa hataki kusikiza, mwambie niongereshe. Mimi nimepitia mingi, lakini kwa next video nitawaambia ni gani nimepitia tena. Thank you guys for watching my video. Msisahau kusubscribe, kushare na kucomment. I love you and I love you so much.